Akiwa ziarani Jamhuri ya Kongo DRC, Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye aliwahi kutoa wito wa ushirikiano baina ya nchi za Afrika Mashariki katika mzozo wa Kivu Kusini na kulitaka kundi la M23 kuweka silaha chini. Ndayishimiye aliongeza kuwa kushindwa kufanya hivyo kutasababisha machafuko zaidi ambayo huenda yakaenea hadi mpakani mwa nchi za Maziwa Makuu. Hili ni jukwaa la ukweli wa mambo nyuma ya pazia. Karibu katika safari ya habari na uchambuzi, tukianzia jijini Washington DC. Serikali ya Marekani imesema utawala wa Rais Donald Trump utachukua hatua kali dhidi ya nchi au makundi yanayojaribu kuvuruga au kuhujumu utekelezaji wa makubaliano ya amani yaliyosainiwa mjini Washington na Rais Paul Kagame wa Rwanda na Felix Tshisekedi wa Kongo DRC, huku akiilaumu Rwanda kulisaidia kundi la M23 katika mashambulizi mapya ya waasi katika eneo lenye utajiri mkuu wa madini mashariki mwa Kongo. Akitoa taarifa kupitia mtandao wa kijamii wa X, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema kuwa hatua za Rwanda mashariki mwa Kongo DRC ni kiukwaji wa wazi wa makubaliano ya Washington yaliyotiwa saini na Rais Trump, akisisitiza kuwa Marekani itachukua hatua kuhakikisha kuwa ahadi zote zilizotolewa zinaheshimiwa. Hadi sasa Rwanda haijatoa tamko la haraka kujibu tuhuma hizo, ingawaje Rais Paul Kagame amerudia mara nyingi kukanusha tuhuma ya kulisaidia kundi la M23. Makubaliano ya Washington hayakulijumuisha moja kwa moja kundi la waasi la M23 ambalo linaendelea na mazungumzo tofauti na serikali ya Kongo. Awali mwaka huu pande zote mbili zilikubaliana kusitisha mapigano, ingawa kila upande umeendelea kumlaumu mwenzake kwa kuvunja makubaliano hayo. Hata hivyo, makubaliano ya Washington yanaibana Rwanda kusitisha msaada wowote kwa makundi yenye silaha kama M23 na kushirikiana kikamilifu katika juhudi za kumaliza uhasama mashariki mwa Kongo. Akiwa katika ziara ya kikazi nchini Kongo DRC, Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye alishawahi kutoa wito wa ushirikiano baina ya nchi za Afrika Mashariki katika kuwapokonya silaha kundi la M23 ambalo limeogoma kusalimu amri, akitahadharisha kuwa kushindwa kufanya hivyo kutasababisha machafuko zaidi ambayo huenda yakaenea hadi mpakani mwa nchi za Maziwa Makuu. Mgogoro huu umeendelea kusababisha moja ya majanga makubwa zaidi ya kibinadamu duniani, ambapo zaidi ya watu milioni 7 wamelazimika kuihama makazi yao, kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi. Washirika wa Umoja wa Mataifa walioko eneo hilo wameripoti kuwa zaidi ya watu 200,000 wamepoteza makazi yao katika jimbo hilo tangu Desemba 2. Baadhi ya raia wamevuka mpaka na kukimbilia Burundi, huku kukiripotiwa matukio ya makombora kudondoka katika mji wa Rugombo upande wa Burundi, jambo linaloongeza hofu ya mapigano kuvuka mipaka ya kitaifa. Kwa mujibu wa takwimu za Umoja wa Mataifa, kundi la M23 limeongeza askari kwa kasi kutoka mamia ya wapiganaji mwaka 2021 hadi kufikia takribani wapiganaji 6,500 kwa sasa, hali inayochochea zaidi ya mvutano na ukosefu wa usalama mashariki mwa Kongo. Mapigano ya hivi majuzi katika mji wa Uvira yamesababisha kwa kiwango kikubwa hali mbaya ya kibinadamu, ikiwemo vifo na majeruhi wengi pamoja na maelfu ya raia kulazimika kuyahama makazi yao. Hata hivyo, wakazi wa Uvira waliosalimika na dhahama ya mapigano wanamshukuru Mungu kwa kuwa hai. Baadhi ya wananchi na watumishi katika hospitali ya rufaa ya Uvira wamejitokeza kufanya usafi wa jumla katika barabara inayopita nje ya hospitali hiyo, wakifukua mitaro na kutoa uchafu. Watumishi hao wamesema wamechukua maamuzi hayo baada ya kuona hali ni shwari, hivyo ni vyema kutenga muda kuurudishia mji huo hadhi sanjari na eneo lao la kazi kuwa safi na salama. Tunafika tamati ya jukwaa la ukweli wa mambo nyuma ya pazia. Asante kuwa nasi na kwaheri kwa sasa.